Yaani anataka pesa hadi ya vocha yeye ndo alipatie mimi. Furaha huwezi kuipata kama huna pesa. Yaani wewe ukiwa huna hela mwanamke atakuona takataka. Ukishindwa kukabiliana na wabakaji, basi lala ufurahie mchezo. Na niulize kwa nini? Kwa sababu wewe unachotaka kutengeneza ni tatizo juu ya tatizo. Kama ningejua thamani yako. Unaonekana kama mtu anayehitaji kutoka. Mtu yote anayejitambua hawezi kuwa kitandani mpaka sasa hivi. Kwa lazima niende na katati chochote. Sawa, maneno mazuri. Ndio maana nakupenda shujaa. Lakini leo ndio ile siku ya kwenda kwenye interview. Kwa hiyo na mimi sina chochote kile. Nilikuwa naomba uniachie kiasi kidogo cha fedha kwa ajili ya nauli, lakini pia na matumizi madogo madogo kule, unajua ni mjini, alafu pia kuna washikaji na mimi kidogo ni vimbe. Lakini umeniachia chai tayari mezani. Hivi umejielewa kweli? Iko unachokiongea unakisikia? Nitoe hela yangu, achie wewe ya matumizi. Mwanaume na midevu yote hiyo. Afu ndio mimi. Hivi umejielewa? Uko serious? Eti nilisha chai. Mimi. Sina muda mcha. Halafu sasa. Sina hela kuchezea hapa. Kama unabaki ndani au ndani, kama utatoka utajua mwenyewe. Nisingecheza na hisia zako mpenzi, sasa muda umeyoyoma, umebaki uchungu. Mpenzi, umejipangaje Jesalo akifahamu kwamba tuna mahusiano? Na ikiwa hajawahi kuona dalili yoyote ile kama mimi na tuna mahusiano? Mimi nafikiri kama tumeweza kukaa muda wote huu na hajajua, kipi ambacho kitamfanya ajue sasa hivi? Lakini pia tuna maamuzi ya kuamua kwamba ajue au asijue. Penzi ni kikohozi kosa. Tutalificha mpaka lini? Nataka tunifahamu kwamba ikitokea amejua, utalichukuliaje au umejipangaje? Au malengo yako ni nini hasa kwenye mahusiano yetu? Mimi sidhani kama kuna andiko lolote ambalo linazungumza kwamba mimi kutembea na dada wa rafiki yangu ni dhambi. Ikiwa tu kama kuanzisha mahusiano si halali, Mwenyezi Mungu anasema tunawezaje kumwogopa Jesalo. Lakini pia tukirudi kwenye malengo, wewe sio kwamba ni mgeni, kila siku tunazungumza. Kwa hiyo ni sisi tukuangalia tufanye mkakati gani ili jambo letu sisi lisiharibike. Sawa. Na kama wiki ndugu yangu simuone, sijui kapotelea wapi? Au nikuulize rafiki yake, unajua alipo? Sijui hata nianzie wapi. Waswahili wanasema kwamba ashakumsoma tusi. Wasi, unajua wewe ni mtu wangu. Na Jesalo atabaki kuwa kama rafiki yangu. Kuna baadhi ya vitu ambavyo kumueleza mtoto wa kike inaweza kuwa ni kama tusi au aibu. Ukichukulia kwamba yule ni kaka yako. Lakini na bibi nikwambie. Mimi binafsi kwa Kiswahili chepesi naweza nikasema kwamba Jesalo kaolewa. Sijakuelewa unamaanisha nini? Vizuri. Ipo hivi. Kwanza sababu ya wewe kutokumuona Jesalo pale nyumbani kwake, alimfukuza mkewe. Kwa sababu za kijinga sana. Au tunaweza kusema kwamba kwa sababu za kipuzi. Wifi yako alibeba ujauzito. Jesalo akawa anataka kwamba autoe. Kwa baada ya kupishana kauli akamtiua. Kwa katika hizo harakati za yeye kuwa anaishi maisha yale ya ubachela, ndo akaangukia kwa limshangazi. Maana vijana wa mjini wanasema kwamba mwanamke akishavuka age fulani hayupo kwenye mahusiano anageuka kwa mshangazi. Lakini mshangazi mwenye hela. Kwa yuko pale analelewa. Na kitu ambacho binafsi kinaniumiza ni kwamba hata hapa kuja imekuwa nadra sana. Awe ana shida, ana tatizo kule limemkumba kati ya yeye na mwanamke wake, au basi iwe bahati mbaya tu kapita ndio anaweza kufika. Lakini Jesalo yule kwa anakuja hapa mara kwa mara. Sio huyo.
Sawa, kama kaamua hivyo. Kwa sababu maisha ni kuchagua. Ila mimi naamini njia alochagua sio njia nzuri. Nishaongea sana. Yaani nimezungumza sana, alafu kitu kibaya ambacho kinaniumiza ni kwamba ni mtu ambaye anaigiza na furaha. Yaani kwa nje unaweza kumuona kwamba ni mtu kafanikiwa na furaha, lakini to be honest, maisha ambayo anaishi kwa yule mwanamke kama mwanaume. Sijui mwisho, lakini siyaoni mahusiano yake kifika mbali. Haya, ngoja tuone mwisho wake utakuwa nini. Tuachane na rafiki yako. Mimi nimekumisi. Najua. Lakini sidhani kama ni shida kwa sababu tayari upo nyumbani kwangu. Twende basi. Haiwezekani, nimeshakwambia kwamba ni lazima unisikilize kwa sababu mimi ninachokihitaji ni majibu. Maana yake nini sasa? Mimi ndo mwanaume ndani, ninapozungumza lazima unisikilize, unitii. Ni mwanadamu mimi, nina moyo na nyama. Naumia. Umerudi hapa saa 8 za usiku, sijui saa 9. Umekesha kitandani unachati na wanaume. Halafu saizi unaambia kwamba unaenda kazini. Kazi gani? Kufanya nini? Haiwezekani. Unafikiri mimi ni jobless kama wewe? Humu ndani natoka na hauna cha kunipangia. Kwa mimi nisiongee na wafanyakazi wenzangu kisa? Umenipa muda wa kuongea mimi na simu? Wewe. Mimi sio jobless. Sawa, nina akili timamu mimi. Najielewa. Wafanyakazi wenzako kazi gani ambazo mnafanya saa 9 za usiku? Hiyo saa 9 za usiku mnazungumza nini? Kazi zipi? Nasema hivi, humu ndani hutoki. Natoka. Hutoki. Mimi ndo mwanaume. Yaani afe kipa afe beki, hutoki. Afadhali umekuja. Bali umefika wakati mwafaka. Huyu mwanamke amerudi hapa saa 8 za usiku, sijui saa 9. Na bado hajalala, amekesha na chati na wanaume tu kwenye simu. Halafu saa hizi anaambia kwamba anatoka, anaenda kazini. Kazi gani saa hizi? Kufanya nini? Hivi nyote mnaishi hivi Kakoso? Nisikilize wewe Jobless. Hauna nguvu wala mamlaka ya kunizuia mimi. Kwa sababu bei ya kile kitasa hauijui. Siku nyingine ukirudia kunigusa mwili wangu, nitakuaibisha mbele ya wewe unayemwita ndugu yako. Siku zote ukweli unapotaka kuchukua nafasi, hakuna mtu akuweza kuuzuia. Unamaanisha nini sasa? Anaenda huyu. Mimi nilikwambia Kakoso. Haya sio maisha. Hebu fikiria. Yaani unashindwa kuzungumza chochote. Unazungumza tu hapa sijui muda ukifika sijui wakati. Vitu gani hivyo unazungumza wakati unaona ndoa yangu mimi inateketea? Asa wewe kwa mtazamo wako unahisi kwamba amekosea nini? Kwani alivyosema kwamba haujui hata gharama ya kile kitasa cha mlango, anakosea? Hata kama, lakini mimi ndo mwanaume huyu ndani. Anapaswa anisikilize na kunitii. Jisalo, mwanaume bila pesa ni nini? Unajua, ni mara ngapi nimekuwa nikikushauri ufanye kazi zako binafsi, lakini wewe ukaona kwamba haya maisha ambayo unayoishi hapa ndo sahihi kwako. Sasa yeye hapa kakosea nini kukwambia ukweli? Wewe unapata vipi mamlaka ya kumzuia mwanamke asitoke nyumbani kwake, sehemu ambayo amejenga kwa jasho lake? Wewe tayari unajipa mamlaka? Kakoso, yani yuko sahihi kunifokea? Yuko sahihi kuzungumza maneno ya dharau mbele yangu, yani mbele yako wewe mwanaume mwenzangu? Kweli? Nampenda sana huyu mwanamke. Ndio maana unapitia yote haya. Nampenda sana sana Kakoso. Hapana. Wewe unaweza kuona kwamba unampenda, ila mimi ninachokiamini ni kwamba haumpendi. Ila umempenda tu kwa sababu ya haya maisha yanayo. Hivi unadhani kama angekuwa na maisha magumu na anakutegemea kwa kila kitu, wewe ungempenda wewe? Wakati mwingine kuna vitu unazungumza vina ukweli fulani ndani yake. Lakini ni vile tu nakuwa naumia kama mwanaume. Na naona aibu nitaishije huko mtaani. Jesalo, nisikilize. Mimi nadhani hizo nguvu ambazo unazotumia kuonesha upendo kwa mwanamke, laiti kama ungeziweka katika kutafuta pesa, saizi ungekuwa mbali sana. Unapata wapi nguvu ya kuwaza mahusiano, ya kuwaza mapenzi wakati huna kazi wala huna pesa?
Mara ngapi nimekuambia kwamba uje kule? Lakini unaonekana kwako mapenzi ndio kila kitu. Ukiona siku zote mtu anachagua mvua, basi amekubali baridi. Acha ikupige. Boss. Hivi ulishawahi kupenda? Ulishawahi kupenda ukampenda mtu kweli kweli, moyo wako ukapokea kwamba kweli umependa? Hebu nielezea, kwa sababu huenda mwenzangu hujawahi kuumizwa na mapenzi. Hujawahi kuingia kwenye upendo wa kweli wa dhati ukapenda ukaumia. Ndio maana unakuwa hivi na relax tu, huumii ninavyopitia mimi. Unaweza hata ukazungumza naye basi private, mkazungumza hata wawili, huenda akakusikiliza wewe akatulia ndani. Yaani mimi nizungumze naye? Nazungumza naye nini? Yaani ameshindwa kukusikiliza wewe ambaye unachangia shuka. Aje nisikilize mimi mtu ambaye. Bana, Jesau. Mbona kama unapoteza sifa za wanaume? Hebu ngoja kwanza. Unajua wakati mwingine inabidi tuzungumze vitu ambavyo vina manufaa kwenye maisha yetu. Mimi kuna kitu ambacho kinaniumiza kichwa sana. Naikosea majibu. Hivi ni kitu gani ambacho mwanadamu anapaswa kuanza kukimiliki, hasa mwanadamu wa kiume, kati ya pesa na ndoa? Sasa ndugu yangu, hilo ni swali la kuuliza. Mbona majibu unayo? Miliki kwanza pesa ndio uingie kwenye ndoa. Kwa sababu usipokuwa na pesa, ndoa ni mateso, ndoa ni mzigo. Mwanamke atakupenda vipi wewe una hela? Lazima uwe na hela ili akuheshimu. Kwa sababu ndoa inajengwa katika misingi ya heshima. Na ndio maana anasema mwanamke inabidi akutii wewe mume wake. Atakutii vipi una pesa? Wewe unarudi tu pale mikono mitupu, atakutii vipi? Lazima ujione umerudi, una kipaseli kidogo, unampatia bwana mama mzigo huo, nyama hiyo weka kwenye friji, hivi maisha yanaenda. Hapo atakupenda na kuheshimu. Hata raha na mambo mengine ya chumbani atakupa hadi yale ambayo alifundishwa na bibi yake, akamwambia bwana haya aweke stock, atakupa wewe. Lakini nenda mikono mitupu uone. Nisikize mimi. Ndoa ndo amani na furaha ilipo. Kwa sababu ndio mtu ambaye anakupa furaha, anajua wapi umekamatiwa, akukamate wapi upate faraja. Unaweza kuwa na pesa. Hivi unaamini kwamba unaweza kuwa na pesa na usile? Hivi unaamini kwamba unaweza kuwa na pesa alafu usipate ndoa? Kaka, huyu anakupoteza. Mimi nakwambia anakupoteza. Kwa sababu utaingiaje kwenye ndoa una hela? Kila kitu kinahitaji pesa duniani hapa. Na ndio maana anasemaje, bora mtu aliye akiwa kwenye renji kuliko mtu anayefurahia kwenye kibanda ambacho kinavuja, mvua inanyesha, jumba la udongo. Nani atakubali? Wanawake wa siku hizi. Wewe angalia wanawake wa siku hizi. Nani anakubali bila pesa? Ukiwa na pesa kaka utapata raha. Huyu ajishindwa kutofautisha kati ya raha na furaha. Ila ukiwa na hela unapata vyote, unapata raha, unapata na furaha. Ila ukikosa hela unaweza ukapata furaha lakini raha ukakosa. Mimi nakwambia. Hivi unajua maana ya danga? Mwanamke anakwenda kwa mwanaume kumchuma tu, haendi kufaidi, lakini akipata zile pesa anampelekea yule mtu ambaye anampa raha. Unajua maana ya raha? Ndoa. Kuna watu wanahangaika kwa sababu ya kupata faraja ya ndoa. Mtu anakosa, afu anasema pesa. Pesa ni kitu gani? Huyu anakupoteza, mimi nakwambia tena, anakupoteza. Wewe tafuta hela uone, utakuja kunishukuru. Pasari unamdanganya huyu. Kuna kitu unamdanganya. Mwambie ukweli kwamba ndoa afu inafuata pesa. Hivi nikuulize swali. Katika dini unaambiwa hivi, ukiwa una hali ngumu, oa. Maana yake nini? Mke ndo anatengeneza pesa. Yaani mke au ndoa inatengeneza pesa, amani. Hata huyu kaanza kupata pesa akiwa na mke. Muulize kabla hajaoa alikuwa ana pesa huko. Ngoja kwanza, unajua mimi nitaka suluhu katika hili swala. Sasa naona kama mnanichanganya, nashindwa kuelewa nikae upande gani. Wewe tu umetaka kuchanganyikiwa. Hiki kikao naona mimi leo akinusu. Na huyu atakuwa amevurugwa na mapenzi. Huyu si analelewa na mwanamke? Na ndio maana mimi namwambia atafute hela, kwa sababu hizi ni aibu kwetu sisi wanaume. Wewe unakubali vipi kulelewa? Na yote ni kwa sababu hana hela. Haya ndo kapeleka upendo wake. Nini kinachofuata? Atafute hela. Sasa huwezi jua, inawezekana huyu kaathirika na ndoa. Kwa hiyo watu kama hao wanawajibu tu ndoa, afu msikilize. Lakini ukweli, ndoa ndo kila kitu. Wewe unapotea. Pesa ndo kila kitu katika dunia hii. Hakuna kitu kingine. Wakati mwingine inapendeza mara moja unatoka nje unaonana na watu, unaona watu wanavyoishi,
Hiyo inaimarisha afya ya akili. Bwana Jisana, najua fika kwamba wewe ni rafiki yangu, tena rafiki yangu wa karibu sana, lakini mjitahidi kuchunga mazoea yasivuke mipaka. Unawezaje kufika unaingia kwenye nyumba ya mtu bila hata kupiga hodi? Kakoso, vitu gani hivyo unazungumza? Au ndio mambo unadanganywa kwenye hivyo vitabu vyako? Yaani mimi hapa nyumbani kwako ni wa kupiga hodi? Nisikilize nikwambie ndugu yangu. Kuna watu wengi sana wamepoteza maisha na walionusurika walipoteza kazi kwa sababu ya kuweka mazoea. Just imagine kwa mfano umeingia hivyo pap, alafu unakuta labda mimi nimekaa na shemeji yako hapa afu tuko naked. Eti kisa tu wewe ni rafiki yako. Sawa, lakini mimi ni vile tu niliona nyumbani kwako ni sawa na nyumbani kwangu, na ni sehemu ambayo nimepazoea, tumezoeana. Sasa sikudhani kama ungejisikia vibaya kiasi hicho, na wala sikutegemea kama ungenichukia. Sasa hayo mazoea ndio yamewafanya watu wengi sana wameshindwa kuishi na watu vizuri. Nitakupa mfano mmoja. Kuna watu wengi sana wanapokuwa wanatafuta ajira au nafasi, mara nyingi wanapoenda kuonana na waajiri au mabosi zao, huwa wanaenda mikono ikiwekwa nyuma. Lakini pindi tu utakapopata hiyo ajira na bosi kuwageuza kwa marafiki ili kusudi wafanye kazi kiufanisi, wanajisahau. Na mara nyingi utawaona wakienda mikono iko mbele. Haitoshi, wanafika mbali, wanaweza hata wakaongea na bosi wao mikono ikiwekwa mfukoni. Na sio hilo tu. Nimewahi kushuhudia mfanyakazi anaongea na bosi wake huku akigonga meza bosi wake kwa mkono, akiamini kwamba ni mtu ambaye anamuweza, kampa nafasi ya kuweza kuwa uhuru. Punguza mazoea. Nimekuelewa sana mwana vitabu. Nimekuelewa. Nafikiri nimejifunza kitu hapo. Sawa, lakini hilo silo lililonileta. Hebu nisaidie kitu. Unajua pale nyumbani mimi napitia mambo mengi sana. Sijui ni kwa sababu ya penzi jipya au kwa sababu tu ya tabia za yule mwanamke. Lakini hebu niambie, hivi ni jambo gani muhimu au ni kitu gani chenye faida ambacho mwanadamu anatakiwa akipate kati ya pesa au ndoa? Unapaswa kuanza kupata jambo lipi au kitu gani kati ya hivyo viwili? Ngoja nikupe elimu kidogo kabla ya kujibu swali lako. Kwanza unapaswa ufahamu kwamba ndoa ni taasisi, na ndio maana mamlaka ikaweka nafasi ya kuweza kusajili. Watu wanasajili ndoa kisha wanaoana, alafu ile ndoa watu wanafahamika kiserikali. Na hata panapotokea mgogoro wa aina yoyote ule, unaposhindikana kutatuliwa na dini, basi hitimisho ya mwisho huwa ni sehemu ya serikali, kwa sababu ile ndoa imesajiliwa. Lakini ndoa hiyo hiyo ambayo unazungumzia wewe haikuhusu, kwa sababu mpaka hapo ulipo huna ndoa Jisana. Wewe unajua kama mimi na mwanamke ni ndoa hiyo? Nani alikwambia kwamba kuwa na mwanamke ni ndoa? Tayari yani kitendo cha kukaa na mwanamke tena nyumbani kwake ukitumia pesa zake na kila kitu chake bado unaita ndoa? What do you expect? Kakoso, mimi nadhani leo ni kwa sababu nimekukuta unasoma kitabu. Kwa yale yote uliyojifunza humo ndo unanihamishia leo. Mimi ndo mwanaume pale, na yule mwanamke naishi naye mimi chumbani, tuko wote sebuleni, anatoka anarudi ananikuta, muda mwingine na mimi natoka kama hivi. Sasa kwa nini hauna hata neno zuri? Kwa nini hauna hata neno la kishujaa kwangu? Neno la kishujaa kwa mwanaume shujaa ni yule ambaye ana uwezo wa kumchukua mwanamke na kumweka nyumbani kwake, na kila atakachotumia mwanaume basi kitoke katika jasho la mwanaume.
sifa ya kwanza ya mwanamke wa Kiafrika ni usafi. Unajua Afrika ndugu yako napenda usafi kuliko chochote. Ya nafurahi sana navyoona unaendelea kuyaishi yale maadili ambayo ulifundishwa tangu enzi hizo. Naachaje sasa kati mamangu amenilea vizuri, amenifundisha maadili na nijue wajibu wa mwanamke usafi. Haya. Karibu kakaangu. Naona leo umekuja na busara na tabasamu nzuri. Bila shaka mambo yako yako sopa. Yaani unachokizungumza ni dhahiri kabisa. Nina amani, nina furaha na kila kitu kwangu kipo sawa. Unajua ni muda kidogo hatuonani, ni kwa sababu ya pilika za maisha hapa na pale. Lakini uhalisia ni kwamba mimi kwa sasa hivi nina mke mwingine mzuri, mrembo na anayenisikiliza. Lakini kubwa zaidi ni mwanamke ambaye tunaendana kwa kila kitu. Na tulinunua nyumba sehemu tunaishi na mimi ndio baba mwenye nyumba pale. Ni mwanamke ambaye ananisikiliza sana. Kwa hiyo siku moja nitamleta hapa ili muweze kufahamiana zaidi na wifi yako. Sawa. Kwa hiyo Menito sasa hivi uko wapi? Yule Menito yule alitoroka. Kwa hiyo na mimi nikaamua kufanya maamuzi yangu mengine. Alitoroka au ulimfukuza mtoto wa watu? Yani yule yani yeye nilimfukuza. Ni kweli. Nilimfukuza. Alikuwa hanitii, sasa mimi ningefanyaje? Kwa hiyo leo mpata sasa hivi anakutii, si ndio? Sana. Ananitii, ananiheshimu, ananijali na kujali muda wangu. Kaka, mimi nafahamu kila kitu. Ni vile kwa sababu umeniambia nisiingilie maisha yako. Na mimi nakaa zangu kimya. Siku yakitakayo kukuta nipo hapa ndugu yako. Mimi najua kila kitu kwamba unalelewa na mwanamke. Unafikiri sijui? Najua. Najua kila kitu. Mimi nalelewa? Yaani mimi ni mwanaume naishi na mke wangu, unasema nalelewa? Sasa kwani kama mke wangu mimi nachoelewa kwamba watu mkiwa wawili, na isitoshe mimi nachoelewa unapoishi na mwanamke cha kwangu ni cha kwake na cha kwake ni cha kwangu. Kwa hiyo tunaishi kwa kusaidiana, pesa zake ni pesa zangu. Shida iko wapi hapo? Kakaangu, hapa naongea kama ndugu yako wa damu ambaye mimi nakusikitikia sana. Kakaangu rijali, mwanaume unaambia unajitambua, yani sijui nisemaje, umekamilika kila kitu. Hivi kweli kakaangu unashindwa wewe kutafuta hata vibarua? Ukafanya kazi ukawa na sifa za mwanaume? Si wanawake tunajijua, wanawake tukiwa tuna pesa tuna viburi. Na hafu hakuna pesa ya bure ya mwanamke. Yaani kakaangu utakuwa mtumwa mpaka lini haya maisha? Hivi kwa unashindwa kutafuta kazi ukasimama ukalipia nyumba yako ukapanga na wewe ukaa na sifa za kiume? Ni vile umesema nisikuingilie, lakini siwezi kukaa kimya, lazima nikushauri. Zinduka kakaangu. Madhara yake hapo makubwa sana ikiwa haujui anatoa wapi hizo pesa. Kwa mfano kama anajiuza, kuna maradhi. Utampangia? Kama katoka kujiuza kwa kuletea pesa umekaa tu ndani. Atakupelekesha unavyotaka, atakwambia labda leo lala nje kaleta mwanaume. Utamkatalia akikwambia huyu mwanaume ndo analetea pesa kaka? Hayo yote umeyafikiria? Au umeangatu upande kwamba anakupikia, anakula, anafanyaje, umefikiria kwenye upande wa pili? Madhara yake ni makubwa kakangu. Zinduka. Shauri yako. Yaani sijui kama unatambua unayezungumza naye ni nani. Naona kama unavuka mipaka Hujui kama unamtukana mke wangu? Hujui kama hayo ni matusi? Yaani mimi unavyoniona na uwezo wa kufikia hatua ya kuoa mwanamke ambaye ni kahaba? Mwanamke anayejiuza? Mimi ninachokielewa, yani nimeamini sasa wanachokisema wanadamu kwamba unapofanikiwa ndipo utamjua ndugu wa kweli ni yupi na ndugu wa uongo na unafiki ni yupi. Wewe ni ndugu wa unafiki. Umenichekesha kaka. Mimi ndo mtu pekee ambaye sichukii mafanikio yako kwa sababu tumezaliwa hawa wawili. Lakini leo hii kama hautoamini maneno yangu, ipo siku utakuja kukumbuka kakashuka kumekucha. Mimi sikuonei wivu, lakini nataka ujitambue na ujue thamani yako kama kaka yangu. Yaani ambacho kitu nitaumia nitachukia kwenye maisha yangu ni kuona wewe unakuja kutumika kama sijui kitu gani. Mimi najua wanawake walivyo, tunajijua tabia zetu.
kakangu, mwisho wake utakuja kudharaulika tu, mwisho wake utakuwa ni mbaya. Bora umrudie huyo mwanamke ambaye umemfukuza na ujauzito wako. Anzeni maisha, mtafutie mtaji wa 10,000, 20,000 auze hata karanga, muombe Mwenyezi Mungu ajifungue salama, mpate mtoto wenu. Lakini huko mwisho wako utakuwa mbaya kaka, unalelewa, unadhalilika kwanza. Yaani unadhalilika kwa kifupi. Yaani mwanaume kama wewe unalelewa kaka, unaona ni sifa nzuri? Ngoja nikwambie. Mimi ni mtu mzima, nina akili timamu na ninajielewa. Kamwe siwezi nikasikiliza ujinga wako unaozungumza hapa. Na pili, siwezi nikarudia matapishi. Yaani mwanamke ambaye tayari kwangu imeshakuwa takataka, hafai, hana adabu na heshima, eti mimi nirudiane naye tena kwenda kuishi naye wapi? Kivipi? Haiwezekani. Na kama utaona kwamba ni vyema uvunje undugu na mimi kwa sababu ya hili, sawa tu. Tena namaanisha. Hivi uko sawa kwenye akili yako? Yaani tuvunje undugu kisa mahusiano? Tena unalelewa? We kakaangu utakuwa na matatizo, sio bure. Na kama ni hivyo, huo undugu na ufe tu. Mimi siwezi kuwa na kaka ambaye hajitambui. Ufe, na mimi niko tayari. Sawa, na mimi niko tayari ufe. Bora ufe. Ufe. Tusijuane kuanzia leo na utatupiwa nguo wewe. Subiri uone. Karibu sana Bwana Kakoso. Karibu sana. Haya ndio maisha ambayo anatakiwa kuishi mwanaume. Lakini maisha kama haya tunaishi sisi wanaume ambao tunajua namna ya kutumia akili barabara. Unajua kuna tofauti kati ya kumiliki akili na kutumia akili. Sasa mimi nilitumia akili. Haikuwa rahisi kufika hapa. Ni kweli Bwana Jesalo. Na nikupongeze kwanza kwa hatua hiyo ambayo wewe binafsi inaonekana umeipiga. Japokuwa katika hali ya kawaida kwa macho ya nje tunaweza tukaona kwamba umefanikiwa sana. Lakini ukweli ni kwamba kwa mtazamo wangu ni kwamba unaishi kwenye mafanikio ambayo yanakutesa sana. Mafanikio ambayo yanakufanya unakosa utulivu wa nafsi. Hivi unawezaje kusema kwamba umefanikiwa kwa kuonyesha mali za mwanamke? Ninachokiamini mimi ni kwamba hata hizi nguo ulizo dress bila shaka itakuwa ni jasho la mwanamke. Wazungu wanasema fake it until you win it. Sasa utaendelea kufake mpaka lini? Ni kweli unachokisema Kakoso. Haya maisha yananiumiza sana. Yaani naishi kwa kunyenyekea. Ni vile tu kwa sababu nalala vizuri, nakula vizuri, navaa vizuri. Basi. Lakini mwanamke ananinyanyasa sana. Yaani naishi kama sijui niko kifungoni, sijui niko mahala gani. Sina namna. Waswahili wanasema kwamba mara nyingi mtu akilikimbia baridi basi analitaka joto. Na upo kwenye joto kweli linakubabua. Mimi nikushauri kitu ndugu yangu. Sio kwamba umechelewa sana. Mimi nadhani unafahamu kazi ambazo unazozifanya mimi. Mara nyingi ni mtu ambaye anakuwa na safari sana. Kwa nini usitoke hapa na kuja kuishi pale nyumbani kwangu? Ili walau upate muda wa kujitafakari na kuweza kufanya kazi ambayo utavuja jasho kama mwanaume. Kwa sababu ninachokijua mimi ni kwamba wanaume tumeumbwa kutafuta alafu mwanamke atumie. Sasa wewe umeamua kufanya vice versa. Mwanamke anatafuta, wewe unatumia. Unajua tafsiri yake? Ni kwamba wewe umekuwa mwanamke alafu mkeo amekuwa mwanaume. Sasa hii ni fedheha kwa mtoto wa kiume kama wewe. Mimi nikupe nafasi ya kukana kujitafakari. Alafu ukipata majibu ya hichi nilichokizungumza, chukua hatua. Muda wowote, saa yoyote, karibu pale nyumbani kwangu. Lakini sio haya maisha ambayo unaishi hapa ya kuwadanganya watu umefanikiwa kwa sababu tu unavaa, unakula vizuri, alafu nafsi haina utulivu. Nakuelewa sana Kakoso. Tena kwa asilimia zote. Na kuahidi nitatafakari kwa kina. Kwa sababu hata mimi sipendi kuwa chini ya uongozi wa mwanamke. Sipendi kuwa chini ya control ya mwanamke namna hii. Kwa hiyo nitajitahidi kufanyia kazi ushauri wako. Na kama unasema unaondoka,
basi hii ahadi yako iwe ya kweli. Mimi nitakuja tu nikae nipambane na mimi niepukane na hii aibu. Yaani kuhusu hilo wala hata usilete longolongo za kuwaza sana. Mimi ndio nimekupa hilo wazo. Kwa hiyo ni swala la muda wako, ukaa tafakari, ukipata majibu utanishirikisha. Hapo ndio mwanamke sina anafanya kila kitu. Kwa yeye kageuka mwanaume, wewe mwanamke. Tafakari. Asa. Niambie ndugu yangu. Vipi kaka? Safi. Nimekuwahi, nafikiri haina haja hata ya kwenda huko ndani. Karibu, umeshafika? Hapa panatosha kwa sababu shida yangu ni dogo tu japo inakaa ukubwa fulani kidogo. Okay, sawa. Sasa juzi tulikuwa tunazungumza pale. Katika mada yetu kuna kitu kimoja ulikigusia, kilinigusa namna fulani hivi ndani ya akili yangu. Ulisema kwamba kuna tofauti kati ya raha na furaha. Sasa nikatafakari huyu bwana anamaanisha nini hapa? Lakini sisi ni wanaume bwana, naamini tutanituzia siri. Ndugu yangu, umeona hii? Sisi wanaume tunakuoga na hii. Na hii kazi yake ni kutunza siri. Kwa hiyo wewe zungumza tu ndugu yangu, mimi nakusikiliza. Sawa. Sasa iko hivi. Mimi kuna mwanamke naishi naye. Na nimeanza kuishi naye mara baada ya kumtimua mke wangu yule wa awali kwa sababu alipata ujauzito na mimi mdogo sijawa na pesa, nikamwambia atoe akakataa, mimi nikafukuza. Sasa baadaye ndio nikampata huyo mwanamke. Yuko vizuri, ana pesa, kila kitu. Lakini sasa changamoto ni moja. Hayuko tayari mimi niitawale ile pesa. Yaani anataka pesa hadi ya vocha yeye ndo anipatie mimi. Wakati mimi nachoelewa mwanaume ndo nguzo ndani ya nyumba, anatakiwa aende benki aniletee fedha nikae nazo mimi ndo nimpe matumizi. Hayo yote hatekelezi. Nakosa amani na furaha ndani ya nyumba ndugu yangu. Unanisaidiaje? Ndugu yangu, kuna msemo mmoja unasema ukishindwa kukabiliana na wabakaji, basi lala ufurahie mchezo. Na niulize kwa nini? Kwa sababu wewe unachotaka kutengeneza ni tatizo juu ya tatizo. Unawezaje kukubali mwanamke akatawala akili yako, akatawala maisha yako namna hiyo? Alafu wewe ukakaa tu kabisa, yani freely unataka eti uwe una control hizo pesa. Ni ngumu kaka. Furaha huwezi kuipata kama huna pesa. Yani wewe ukiwa huna hela, mwanamke atakuwa takataka, atakutumia kwa kipindi hicho kwa sababu labda kuna vitu unampatia pengine, na sana utakuta labda kitandani kuna vitu unampa, mwingine hawezi kumpa, lakini siku ambayo atapata mwanaume mwingine anaweza kumpa vitu zaidi ya vile ambavyo unampa wewe, basi jua hiyo ndio itakuwa tiketi yako ya kurudi kule ulipotoka. Mimi nakwambia tu usifikirie kwamba unaweza kutawala akili ya mwanamke kwa staili hiyo kama una pesa. Ukiwa na pesa unakuwa na nguvu, unakuwa na power ya kutawala. Lakini kama una pesa ndio maana anakutawala wewe, anakupa pesa ya vocha, anakupa nini? Kesho atakutuma naomba nifulie chupi zangu, nifulie nguo zangu zile. Kesho atakutuma naomba nipikie, naomba fanya hichi, atafanya kwa sababu anajua huna kauli. Pesa ni kauli katika nyumba. Lazima utambue hilo. Kama mwanaume ili uwe na kauli, lazima uwe na pesa. Sawa, sasa pamoja na hayo yote, mimi nachoamini ni kwamba mwanaume ndo nguzo ndani ya nyumba. Nikuulize swali. Hivi kama umeoa na ukakuta mwanamke tayari ana fedha, ukishamuoa ile pesa inakuwa ya kwako, ya kwake au ya kwenu? Na ndio maana nilikwambia mwanzoni kabisa, ukishindwa kukabiliana na wabakaji, basi lala ufurahie mchezo. Kwa sababu ninachokiona wewe hapo unataka kulala ili ufurahie mchezo. Sasa mbona unanitusi tena? Mimi nitarajia kushauriana hapa, sio matusi. Hii maana yake nini sasa? Unajua, kuna muda nawaza sana. Hivi mimi nimemkosea nini Mungu? Kila aina ya utafutaji unayojua wewe ambao anatakiwa pambane nayo mwanaume hapa mjini, najitahidi kwa hali na mali, lakini wapi? Kila kazi unayojua wewe nafanya, lakini wapi? Isitoshe huyu mwanamke ndo ananichanganya kabisa. Amefikia hatua sasa ananiambia kwamba hayuko tayari kuzaa na mimi. Sasa ana haja gani? Kuna haja gani ya kuwa na mwanamke ambaye hayuko tayari kuzaa? Yaani naenda mbali ujue. Naenda mbali najiuliza, oh Mungu, mimi nimemkosea nini? Nimefanya nini? Nikose mtoto, nikose kazi, nikose pesa, bado nikose amani ndani ya nyumba. Nakosa. Hivi nyote mnaishi hivi? Jesaro. Kwanza mimi nilikuwa naomba uchunge kauli zako.
usije kufuna, kwa sababu swala la mafanikio ni process. Subira inahitajika. Unajua mimi mzee wangu leo kuniambia kwamba ukimwona mtu amefanikiwa sio kwamba ni mjanja sana au anatafuta. Na mtu ambaye amefanikiwa sio kwamba ni mjanja. Unajua mambo yana muda wake. Kwa hiyo unapaswa kwanza uchunge kauli, usije kukosea mzee. Kwa sababu kama wewe leo unalalamika ikiwa una afya, una viungo vimekamilika na mzima. Vipi wale ambao ni vilema na wengine wako hospitali wamelazwa? Na wenyewe mwambie nini Mwenyezi Mungu? Kwa kwenye hilo jitahidi kidogo kuchunga kauli yako. Lakini pia nikirudi kwenye hilo swala lako la swala la wewe kutokuwa na mtoto. Na hizo utakuwa umejisahau. Wewe hapo ulipo ni baba na una mtoto. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya kwa sasa leo uweze kumtafuta Benita. Benita ana mtoto na wewe. Japokuwa inawezekana umesahau. Unajua mimi niliamua kukuacha kwa sababu mara ya mwisho nakumbuka ulinitamkia maneno makali sana na kuniwekea mipaka ya namna ya kuingilia maisha yako. Lakini ukweli ni kwamba wewe hapo ulipo ni baba na una mtoto na Benita. Japokuwa tu upate nafasi ya kuitwa baba, lakini mwana yupo. Na nyie ndio aina ya baba ambao mnasababisha watoto wa mitaani kuongezeka kwa bila sababu za msingi. Kwa hiyo maybe mtafute Benita. Kakoso, mbona umeongea kitu kikubwa sana? Yaani umenipeleka mbali sana. Huyo mtu nilikuwa hata simjui kabisa katika masikio yangu wala akili yangu wala kumbukumbu zangu. Lakini pia unadhani kwamba mimi nikimpata Benita ndo naweza nikasamehewa na maisha yangu yakafunguka nikapata fedha? Hapana, sina maana hiyo. Lakini mimi ninachokiamini ni kwamba wanawake wamo tofauti na sisi wanaume. Wanawake ni viumbe ambavyo vinasamehe kwa wepesi. Kama utaamua kumtafuta na kukaa naye chini ukamwomba msamaha kwa yakini, mimi naamini Benita anaweza kuelewa. Kwa sababu inawezekana hizi shida zote unazozipitia mpaka huyo mwanamke hataki kukuzalia ni kinyongo cha Benita. Kwa hiyo jaribu kumtafuta ukae naye uzungumze naye. Wala umpate mtoto amuone baba yake. Wewe uweze kumwita mwanangu na yeye akuite baba. Kama ningejua thamani ya... Karibu. Asante sana. Hicho pekee ndio kilichopatikana mke wangu. Usijali mume wangu. Huenda kesho utapata kingi kuzidi hichi. Amen. Ndio maana nakupenda. Usijali penzi, nakupenda pia. Sawa, mimi niko ndani. Yesalu. Vipi kuhusu ile swala tulozungumza naye? Swala gani tena? Kuhusu ujauzito mume wangu kwenda kwanza kliniki. Iko hivi. Nimelitafakari ikiwa mimi kama msemaji wa mwisho, muamuzi wa mwisho, lakini pia baba na muhimili wa familia hii. Ndio. Nimetafakari faida na hasara za sisi kuwa na mtoto kwa sasa. Nikapima nikaona faida ni chache sana ila hasara ni nyingi sana. Na hii yote ni kutokana na hali ya uchumi tulionao kwa sasa hivi hapa nyumbani. Kwa hiyo nikaona njia pekee ya sisi kufanya ni kutoa hiyo mimba. Unasemaje? Unasemaje? Si kutoa hiyo mimba, yani utoe mimba ili tuendelee kupambana kwanza na maisha, mambo mengine baadaye mke wangu. Umechanganikiwa? Na kuuliza huko ulikotoka umechanganikiwa au kuna mtu kakuchanganya? Unasikia unachokizungumza wewe? Mimi nitoe mimba? Nitoe mimba kwa nini? Wewe sikiliza, hiyo mimba ni ya kwangu mimi. Kwa mimi ndio nina mamlaka nayo kwamba ilelewe au itolewe. Na si vinginevyo. Sasa kama nimekaa chini nimetafakari kwa kina, nikagundua kwamba hiyo mimba inakwenda kututeketeza kabisa kiuchumi. Kwa ni bora tusubiri wakati utakapofika, tutakapokuwa na kipato, tutazaa tu mke wangu. Kwamba hii mimba inazuia wewe kwenda kutafuta pesa.
Mimi ni mwanaume bora sana, tena mwenye akili timamu, ninayejua kuzitumia akili zangu na fikra ipasavyo. Mume wangu, kila kitu kinakuja na riski yake. Wewe, maisha hayahitaji kuotea hayo, si kubahatisha. Maisha yanahitaji kupambana kwa hali na mali. Na sasa wewe unazungumzia habari za mtoto, sijui akizaliwa aje abadilishe maisha. Huyo ni mtoto, mimi mwenyewe mtu mzima tumekaa hapa siku zote hatujabadilisha haya maisha. Huyo kifaranga sijui mtoto ndo aje abadilishe maisha. Labda nikwambie tu, mimi maamuzi yangu ya mwisho ni haya. Ujauzito sitoi. Na mimi nikwambie hivi, maamuzi yangu ya mwisho, mimba utatoa kwa hiari, kwa heri ama kwa shari, kwa sababu mimba hiyo ni ya kwangu na si ya mtu mwingine. Sasa kama unajua ni yako, kwa nini unaning'ang'ania mimi nitoe? Au kuna mwanamke ambaye tayari ameshakuteka akili, unaniona mimi sasa hivi si chochote, ndio maana unahitaji nitoe ujauzito? Mimi sitoi ujauzito, nimekwambia. Utatoa. Sitoi. Kama mimba ni ya kwangu utatoa. Nisingecheza na hisia zako mpenzi, sasa muda umeyoyo. Shemeji, mimi nimekufuata shemeji yangu. Najua wewe ndo mtu pekee ambaye nakuona una ukaribu sana na mume wangu. Mimi kuna kitu kwangu hakipo sawa. Nahitaji msaada wako. Na wewe ndo msaada wangu pekee. Sawa. Mimi nakusikiliza. Shida nini sasa? Shemeji, mimi hapa nilipo ni mjamzito. Lakini rafiki yako hahitaji mtoto. Anataka mimi nitoe ujauzito. Utoe ujauzito? Ndio hivyo shemeji yangu. Wewe lakini na Jisalu si mke na mume? Kabisa. Na tuna muda mrefu mwenyewe unajua. Sasa yeye binafsi anasema kwamba mtoe ujauzito kwa sababu zipi? Nimekaa naye, nimembembeleza, nimemdadisi, lakini hakuna sababu za msingi ambazo zinafanya kuniambia mimi nitoe ujauzito. Ananiambia tu maisha ni magumu. Yaani utoe ujauzito kwa sababu maisha ni magumu? Ndio kubwa hilo analozungumzia. Hivi shemeji, wewe toka umeishi ulishasikia kwamba kuna kaburi la mtu mwenye njaa? Shemeji yangu, hayo maneno ungemwambia Jisalu ungekuwa ni vizuri sana. Huenda leo angekuelewa. Una uhakika kwamba Jisalu lengo lake la wewe kutoa mimba ni ugumu wa maisha? Au kuna kitu ambacho unanificha? Hakuna chochote shemeji. Nimemdadisi sana. Mpaka inafikia stage imekuwa vurugu ndani. Sijui huenda labda na mwanamke, mimi sijui. Ananiumiza kichwa sana. Sasa sikiliza shemeji. Wewe wala hauna sababu yoyote ya kuweza kuumiza kichwa. Mimi Jisalu ni mtoka karibu kama unakufahamu. Na ndio maana baada ya kuona neno tatizo, uko na mtu wa kwanza kumfikia ni mimi. Ndio. Hiyo kazi ni ya chini. Mimi nitakaa naye nitamhoji. Ila kikubwa tu ni kwamba hizo sababu ambazo unazisema wewe ziwe hizo. Shemeji, mimi nakuhakikishia hamna kitu kingine chochote. Unajua mimi na Jisalu tulipotoka. Basi sawa. Wewe wala haina sababu ya kuendelea kuwaza. Wewe nenda. Mimi nitakaa naye na kuzungumza. Na mimi utapata mrejesho wa kile ambacho tutazungumza naye. Tashukuru sana shemeji yangu. Nakutegemea sana kwenye hili. Wala usiwe na shida. Hilo limeshafika, mimi nitashughulikia naye. Haiwezekani eti kwamba utoe mimba kwa sababu maisha magumu. Sio kweli. Yaani hicho kitu kinakuumiza kichwa wewe na mimi pia kinaniumiza hivyo hivyo. Yaani endapo kama utalifanya hili kwangu mimi liishe, moyo wangu utakuwa na amani sana. Mimi nimekuelewa. Nitakaa naye na kuzungumza. Sawa. Basi haina shida shemeji, mimi nikuache. Sawa, karibu sana. Sawa. Umetoka wapi? Nimetoka kwa Kakoso. Nimetoka kwa Kakoso kumweleza kuhusiana na ujauzito. Uende anaweza kuweka chini ukamwelewa.
Hivi wewe una akili sawa sawa? Leo hii ndo naona mimi sina akili. Mtoto ni faraja kwenye ndoa. Kwa nini wewe hutaki? Nyamaza wewe. Faraja gani unayoiongelea hapa? Faraja ya kuishi ndani aliyakuwa hatuna pesa? Faraja ya kuongeza watoto hapa wakati hatuna chochote kile cha kuwalisha? Mume wangu, pesa ni vitu vya kupatikana. Hata watoto ni watu wa kupatikana vile vile. Lakini kwa wakati. Na wakati wake bado. Na ndio maana nikasema sihitaji mtoto kwa sasa. Unawezaje kufunga safari kwenda mpaka kunidhalilisha kwa mwanaume mwenzangu? Kwa mimi kwenda kumwelezea Kakoso nimeenda kudhalilisha? Tena ni ujinga uliokithiri. Kwa sababu siku zote changamoto za wanandoa zinamalizwa na wanandoa wenyewe na si vinginevyo. Mimi kwa kweli siwezi kufanya unachotaka wewe. Nisikilize wewe. Mimi ndiye baba wa hii nyumba. Mimi ndio mwanaume humu ndani. Nilishasema sihitaji mtoto wala dalili ya mtoto. Vinginevyo nitakuua wewe mwanamke. Ndio tumefikia huko. Kwa hiyo tuliofanya mimi na wewe. Kweli leo tunazungumzia kifo katika ndoa yetu kweli? Wewe nisikilize. Sihitaji kusikiliza hizo ngonjera zako zisizokuwa na maana. Ninachokihitaji ni kwamba ufuate ni yapi ambayo mimi nayataka humu ndani. Mwanamke yoyote mwenye hekima hutii maagizo ya mume wake na si vinginevyo. Sasa unafunga safari mpaka kwa Kakoso. Kakoso ndo aliyekuoa. Kakoso ni baba yangu mimi. Kakoso ni kitu gani kwenye hii familia yangu? Sasa wote kuanzia wewe na huyo Kakoso nitawaweka kwenye chungu kimoja. Hem, nipishe. Kama ningejua thamani yako mapema, nisingecheza na hisia zako mpenzi. Sasa muda umeyoyoma, umebaki uchungu tu. Kama ningejua thamani ya upendo wako, nisingeugeuza kuwa hadithi ya maumivu makali. Lakini muda ugeuki nyuma. Afadhali nimekukuta. 1 mpaka 10 nataka unieleze tangu lini mimi na wewe tumeanza kuingilia kwenye masuala ya kifamilia. Mimi nachojua urafiki wetu mimi na wewe unahusiana na masuala ya maisha tu na sio mambo mengine. Unapata wapi jeuri ya kuingilia familia yangu Kakoso? Jesalu, kwanza mimi sijaona sababu ya wewe kuweza kuongea kwa sauti ya juu. Hiyo sauti unatakiwa itumie pindi unapopishana na mkeo. Mimi mwanaume mwenzako kumbuka, alafu rafiki yako. Sasa sijajua kwa nini unakuja na unaongea kwa sauti ya juu. Wewe uwe mwanaume mwenzangu, uwe rafiki yangu, bado haupati sababu za kuingilia familia yangu. Yule ni mke wangu mimi, wewe umekuwa nani? Labda nikukumbushe. Sio wewe ambaye unakuja kumtambulisha kwamba mimi ndio rafiki yako wa karibu. Ni mimi ndio. Lakini sikukutambulisha kuhusu masuala ya kifamilia. Sasa ulikuwa una maana gani kumtambulisha mkeo kwamba mimi ndio rafiki yako? Mimi ninachojua tafsiri yake ni kwamba ajue watu wako wa karibu ili anaweza kupata shida. Ili anapopata shida ajue wapi pa kwenda. Sasa hata kama anapopata shida sijui nini anapata pa kwenda, lakini sio masuala ya kifamilia Kakoso. Hausiani kabisa na masuala ya kifamilia. Yule ni mke wangu. Jesalu, hebu kwanza tuliza tempa afu nikuulize kitu. Leo unataka mkeo atoe mimba. Kisa tu una maisha magumu. Vipi kama atakapotoa mimba alafu kizazi chake katoka? Unataka uishi bila mtoto? Hivi kwa umri ulionao unashindwa kutambua madhara ya kutoa mimba? Alafu ulio kusikia wapi mtu anatoa mimba kwa sababu ya maisha magumu? Mke. Sawa, lakini mimi ndo najua kipato changu. Mimi ndo najua wewe unaelewa maisha yetu Kakoso. Mimi nina sababu zangu za kutotaka mtoto kwa sasa. Kwa nini nalea mwanamke mimi? Najilea mimi mwenyewe. Alafu bado nianze kulea na mtoto. Naamrisha nini? Hivi, Jesalu, ukiangalia maisha yako na maisha ya wazazi wako, tofauti yake ni nini? Baba yako alisema kwamba mama yako atoe mimba. Mbona umekuwa mpaka unajitambua na una nguvu za kuweza kutoa maisha? Leo unataka mke wako atoe mimba, unajua kwamba ile mimba ni mtoto ambaye anakuja kuwa nani? Hebu acha hizo bado, mtu mzima na una akili timamu. Yaani mkeo kutafuta suluhu unaona kwamba ni tatizo. Alafu unakuja unanifokea, unanipandisha sauti. Sasa kuna faida gani mimi kuwa rafiki yako? Kama unaweza kupata shida afu nikakaa kimya.
yani kuna namna najaribu kukuelewa, lakini bado nitabaki pale pale. Tusiingiliane kwenye masuala ya kifamilia, maana mimi yule ni mke wangu, sawa? Ni mke wangu, mimba ile ni ya kwangu, familia ni ya kwangu. Kwa hiyo hupaswi kuingilia haya masuala. Nishauri tunapataje pesa, hayo mambo mengine niachie mimi. Siku hizi unatumia pombe? Siku hizi unatumia pombe Jisalu? Yaani leo hii mimi unanipangia mipaka ya namna ya kukushauri. Unanipangia mipaka namna ya kuingilia maisha yako. Sawa? Sawa. Natumaini wewe ni mtu mzima, ni muelewa, utakuwa umenisikiliza na umenielewa barabara. Sitaki masuala ya kuingilia familia yangu, sitaki Kakoso. Sitaki Kakoso. Jisalu. Lakini bado nitabaki pale pale. Tusiingiliane kwenye masuala ya kifamilia. Mimi ni mtu mzima na akili timamu. Nimeshaamua, sihitaji hayo maswali yako. Sawa? Nina uhakika tena nimemakinika kabisa katika kufanya maamuzi. Wewe nenda. Kumbuka tulipotoka mume wangu. Kumbuka yote tuliyofanya mimi na wewe mume wangu. Tumefanya vitu vingi sana. Kwa nini leo unaamua kuja kuniacha kwa sababu ya ujauzito? Na ujauzito ni wako wewe. Sasa wewe unataka mimi nitunze hizo kumbukumbu, zina faida gani kwenye maisha yangu? Wewe ni mwanamke wa aina gani ambaye huwezi kuambiwa ukaelewa? Mimi nimeshakwambia kwamba haina haja ya mimi na wewe kuendelea kuishi. Kwa sababu wewe umeamua kung'ang'ania ujinga wako, hutaki kunisikiliza mimi. Sasa kuna haja gani ya kuwa mke wangu? Wewe ondoka, nenda kahangaike na hayo manyangakata yako, huo ujinga wako huo. Nimekwambia toa mimba, nimezungumza vizuri na wewe. Mke wangu, mimi ndio mwanaume hapa nyumbani. Tukiwa tufanye hivi. Unashindwa kunielewa, hutaki kunisikiza, afu unataka niendelee kusikiliza ujinga wako hapo. Maana yake nini? Leo mtoto wako unasema ni ujinga. Kweli? Mimi nadhani hizo nguvu unazozitumia kuzungumza hapo ingekusaidia sana kuzitumia kuchanganya hizo ngwangwala zako kuondoka hapa nyumbani kwangu. Na nikwambie ukweli, liweke akilini hili. Utakaponyanyuka kuondoka hapa, usinijue wewe wala huyo mtoto endapo utajifungua hadi kufa kwenu. Usinijue. Na maanisha ondoka upesi. Mimi sijakataa kuondoka. Mimi sijakataa kwenda kulea mimba mwenyewe. Sijakataa. Lakini ujue kwenye haya maisha kila kitu kina umuhimu wake na kwa muda wake. Leo namwona mtoto aloko tumboni kwangu hana maana, lakini kuna siku utakayomtafuta na hautompata kwenye maisha yako. Naondoka kwa sababu nataka niondoke. Lakini ukumbuke wewe ndio chanzo cha kuvuruga maisha yangu. Ukumbuke wewe ndio chanzo cha mimi kukosana na familia yangu. Haitakuja jirudia tena kuiona hii sura yangu hapa nyumbani kwako, wala mtoto wangu nitakayemzaa. Mambo gani haya? Mwanaume ndani ya nyumba anapoamua jambo lazima lifuatwe. Habari za kuitwa baba hapa. Maisha yangu mimi mwenyewe yananishinda hapa. Alafu sasa hizo nataka nianze kuitwa baba. Pumbavu wewe.
Nita. Sawa. Nimekuelewa sana bwana Kakosa. Umenikumbusha kitu kizuri sana. Nitajitahidi japo nakuwa ninapata hofu tu kutokana na namna nilivyomfukuza. Lakini wewe ni mtu mwema. Ni rafiki mzuri. Nitajitahidi kwa hali na mali kufanyia kazi ushauri wako ili nione na mimi naweza nikapata faraja na baraka na furaha kwenye maisha yangu bwana. Nahitaji sana kuitwa baba sana, yaani nahitaji kuitwa baba leo kesho, haraka iwezekanavyo Kakoso. Mimi najua kwamba kuna muda Mwenyezi Mungu anaweza kukupitisha kwenye njia ambazo anataka ikawe funzo mbele. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo wewe umekuwa kama funzo ni hivi. Nataka keo atoe mimba. Eti kisa maisha magumu. Sasa hebu jiulize kama Benita ameweza kumlea peke yake bila baba. Ningekuwa wote mkishindwa kulea mtoto. Kuja pale. Huyu ndo mwanao. Baba, Asante sana Kakoso. Hili swala lazima nilivalie njuga kwa hali na mali. Vipi ndugu yangu? Yaani nakuzumu tokea unatoka kule mpaka unafika hapa. Umeinamia chini, unatembea, unaongea peke yako, kulikoni? Maana ishara kama hizi unazikuta kwa mtu kama chizi au mtu aliozongwa na mawazo. Haya, wewe uko kwenye lipi? Hebu niambie. Yaani mimi nafikiri nipo katika grupu la watu waliokumbwa na msongo wa mawazo. Nina mawazo mengi sana ndani ya kichwa changu. Unajua Shedafa, unajua haya maisha tunayoishi hapa duniani ni kweli kila mwanadamu ana mtihani wake. Lakini mimi nadhani wa kwangu umekithiri. Yaani mzigo nilionao ni mkubwa kuliko mwanadamu yoyote hapa chini ya jua. Hapa ninavyozungumza na wewe, leo ni siku ya 3 shemeji yako haonekani nyumbani na sijui yuko wapi. Yaani kwa kifupi ametoroka. Kwa hilo ndio linakufanya unatembea huku na rusharusha mikono na kuongea peke yako mjiani? Unaona aliona dogo hilo? Yaani mke kutoroka nyumbani waliona dogo na aliona kawaida hilo? Akiuawa huko mimi nitajibu nini? Na mimi simaanishi kwamba nimeliona dogo. Hilo ni kubwa tena sana. Lakini ndugu yangu Jaisalu, ulitakiwa utafute muda mzuri wa kujiuliza hayo maswali unaojiuliza hapa njiani. Kwa sababu tulio wengi tunaokuona hapa njiani tunakuona chizi na si kwamba umeelemewa na mawazo. Sasa uamuzi ni wako. Haya maswala uyape muda ili uweze kupata majibu sahihi au uendelee kutembea barabarani unazungumza mwenyewe ili sisi tuendelee kukuona mwenda wazimu. Kwa hiyo nitapata majibu bila kutafakari. Sasa ndio utafakari njiani? Mimi naomba nikushauri kitu kimoja ndugu yangu. Swala la kupotelewa na mke sio dogo, ni swala kubwa. Kwa sababu mpaka sasa hivi kinachokusumbua kichwa ndio hicho kwamba hujui kwamba yuko wapi na yuko katika mazingira gani. Lakini hebu jaribu kufuata njia zilizo sahihi. Si unanielewa? Mimi nikuombee kwa Mungu ili uweze kumpata mke wako. Ili ikiwezekana kuondoshee hayo mawazo yanayokufanya wewe barabarani unatembea katika hali hiyo. Lakini kingine cha kukushauri, kama utafanya jitihada zako zote za kumtafuta na ukamkosa, basi ungemwacha tu aende. Kwa sababu mpaka mwanamke anaamua kuondoka nyumbani kwako, basi atakuwa ameachoka maisha ya nyumbani kwako. Na kama ukiweza, muongezee na nauli ili aende salama. Mimi huo ndio ushauri wangu ndugu yangu. Kila la heri. Kama ningejua thamani yako mapema, nisingecheza na hisia zako mpenzi. Sasa muda umewe. Unaelewa kabisa kwamba yule ni mke wangu na ile ni familia yangu. Habari za kuanza kumweka vikao na kumshauri umezitoa wapi? Kakaangu, muungwana huanza na salamu. Mimi nafikiri ingekuwa ni hekima au busara ungenisalimia kwanza kabla ya kwanza kupiga makelele. Yaani kitendo cha kukuta tu unafanya haya mambo yako hapa, sio uko hapa umesimama ni mzima, hilo linaeleweka. Lakini muhimu ni familia yangu. Kwa nini unafanya hivi? Kaka, mimi kuna ubaya kumshauri mwanamke wako? Na mbaya zaidi sijamshauri kitu kibaya, amenieleza kwamba unataka atoe ujauzito wake. Kaka, hiyo ni desturi ya wapi? Unajua fika tumezaliwa wawili tu. Mtoto ni baraka, anaongeza familia katika ukoo wetu. Wewe umerisi tabia za kutoka kwa nani?
Aya, unamshauri mtoto watu atoe mimba, akifa? Wewe sikiliza. Wewe kuna kaburi lolote ambalo ushashuhudia mtu amefariki eti kwa sababu ya kutoa mimba? Kakaangu, acha maisha ya kuiga. Usiige mambo ya watu wengine. Kuna wengine wakitoa mimba wanakufa. Alafu kigezo eti ni umaskini. Hivi uko naishi na mtoto wa watu unajua kwamba ni maskini? Kila mtoto anakuja na baraka zake kakaangu. Tumezaliwa wawili tu, mimi natamani kuitwa shangazi tujaze ukoo. Mimi hicho kitu siwezi kukubaliana nacho. Na kama nimefanya kosa kumshauri wifi yangu, kiukweli utanisamehe. Mimi msimamo wangu sitokubali binti atoe ile ujauzito. Sitokubali kabisa. Sasa ile mimba ni ya kwangu mimi. Mke ni wa kwangu mimi. Mamlaka na maamuzi ni ya kwangu mimi. Kutafuta pesa ya chakula, sijui nepi, sijui vitu gani, yote ni juu yangu mimi. Sasa ninapochukua maamuzi ya kusema kwamba asizae kwa sasa mpaka pale nitakapokuwa na pesa, nina maana yangu. Wewe utaleta chakula nyumbani? Hizo pesa unapata lini? Una mkataba na Mungu wewe kwamba mwakani au mwezi ujao unapata pesa, si ndio kaka? Ingekuwa hata wazazi wetu walituzali kwa mabilionea tusingezaliwa, tusingeishi. Hicho kitu sio kizuri na mimi sikubaliane na wewe kakaangu. Kama amekuwa mimi dada yako, fuata ushauri wangu. Sipo tayari kukubali mtoto azalilike. Huo ni uharibifu. Ni uharibifu kabisa. Na matumizi mabaya ya akili kaka. Utanisamee kama nakuvunjia heshima. Sasa unajua mimi nashindwa kuwaelewa ninyi watu mnafikiria nini. Unajua hadi Kakoso nashindwa kumuelewa. Yaani watu wote mmeamua kushikana, yaani watu wote mmeamua kuungana na yule mwanamke. Yaani akili zenu zote na mawazo yenu yote yapo kwa yule mwanamke. Hebu jaribuni basi kutuliza mawazo yenu, fikirini, angalieni sababu ya msingi ninayozungumzia jamani. Maisha ni magumu sana. Yaani tuko wawili tu pale. Nahangaika tupate kula. Nahangaika sijui tupate vitu gani. Haya matumizi madogo madogo yote yananishinda. Jamani, hebu nihurumieni basi na mimi. Wewe kakaangu nahisi unaanza kuchanganyikiwa. Hayo maisha magumu tumeyakuta kizazi na kizazi. Maisha magumu ndo yanaanza kwako kaka. Sio kwamba tunamtetea mwanamke, lakini tunaangalia kutoa mimba ni dhambi, lakini pia ni kosa kibinadamu, sio sawa. Kama ulijua maisha yako ni magumu, kwa nini ulikuwa unaishi na binti wa watu? Au kwa nini ulikuwa unashiriki tendo? Wakati unashiriki tendo si ndo matokeo yake ndo hayo. Kwa nini limetokea hilo ndo unasema kama sitaki kuzaa maisha yangu magumu? Basi ungelijua hilo kaka, usingeshiriki au usingeishi na mtoto wa watu. Tunachokataa ni madhara ya kutoa mimba. Sio kitu kizuri, kisingizio umaskini. Umaskini kitu gani kaka? Kila mtoto anakuja na riziki yake na bahati yake. Kaka, kama kisingizio ni maisha magumu, basi wewe mwanamke akijifungua nitakusaidia hata kilo ya unga ili usitafute sababu. Hivi unaelewa unachokizungumza wewe? Kilo ya unga? Ina maana siku zote atakula kilo ya unga pale nyumbani? Sikiliza nikwambie. Sihitaji mtoto, sihitaji kuzaa kwa sasa. Nieleweke. Tena nielewe. Usiniingilie kabisa katika familia yangu wala maisha yangu. Wewe itakuwa gumu wa maisha na kufanya unachanganyikiwa akili, sio bure. Vipi bwana Jisai? Mbona umejilaza wakati sio kawaida yako? Na mambo mengi tu kichwani. Unajua leo ni siku ya 3 sasa, sijui mke wangu yuko wapi. Ametoroka hapa nyumbani. Yaani sielewi, hili swali linaniumiza kichwa sana. Mkeo ametoroka au umemfukuza? Yaani mkeo atoroke kwa sababu zipi? Si unajua wanawake hawanaga akili. Yaani yule mwanamke hana akili kabisa. Sijui alikumbwa na nini akaamua kutoroka
kaenda zake hata hajaniaga. Alafu sijui atakuwa alitorokea wapi. Nisikilize Jesaru. Unaweza ukanidanganya kwa kutumia mdomo wako, lakini macho yako yanaongea ukweli. Wewe utakuwa umemfukuza, ila unataka tu kutumia ujanja wa kunizuga kwamba ametoroka. Sasa kama unaweza hadi kunificha mimi rafiki yako, wewe unataka utaishi maisha gani ndugu yangu? Hebu niambie ukweli. Ametoroka au umemfukuza? Kakoso, wewe ni rafiki yangu, siwezi kukuficha. Ukweli ni kwamba unaelewa kabisa sisi wanaume ni wafalme. Tunatakiwa kuheshimiwa. Mwanamke anatakiwa awe chini yetu, atutii na kutekeleza kila tunachokihitaji sisi. Sasa mke wangu yule hakuwa tayari kunyenyekea. Hakuwa tayari kufuata matakwa ninayoyataka mimi. Kwa hiyo mimi niliamua kumfukuza. Niliamua kumfukuza aende huko na mimba yake. Kwa hiyo yani umemfukuza mkeo kwa sababu ya yeye ukataa kutoa mimba yako? Ndio, hana utiifu. Sasa mimi natakiwa niheshimiwe. Natakiwa nizungumze. Yaani akisikia sauti yangu aseme mwanaume ameongea. Sasa mimi nazungumza usiku, mchana, asubuhi, siku zote nazungumza jambo moja, mwanamke hataki kunitii. Maana yake nini sasa? Mimi na yeye nani mwanaume ndani? Nikafukuza. Sawa. Mwisho wa siku ni kwamba kama mlivyosema wewe ni mwanaume na una maamuzi. Lakini sasa naomba nikukumbushe kitu. Umeona nafasi ya mwanamke katika maisha yako. Kuna hata siku moja ile kutokea kipindi mkeo akiwepo, wewe ukashinda umejilaza hapa chini. Yaani sasa umeanza kupoteza mwelekeo. Unaona kabisa kwamba maisha yanakupiga ila hutaki kukubali ukweli. Unalala hapo mwanaume mzima. Muda ambao unatakiwa uende kazini, wewe sasa hivi tayari umekuwa uko very stressed, unalala. Huona hata muhimu kufanya kazi. Majukumu ambayo unatakiwa mkeo labda angekuwa anayafanya, ukitoka kazini unakuta chakula japo kwa udogo, leo utaanza kukaa, ushike uanze kusugua sufuria, ukonge moto. Una nini wewe ndugu yangu? Unachokizungumza ni kweli. Sasa hivi napitia wakati mgumu sana. Natoka vibaruani huko, nimechoka. Nianze kuhangaika kutafuta kuni. Kuna kuni hapa, unaona zile kuni zimenyeshewa na mvua. Sasa nashindwa kuelewa, lakini hakuwa mtiifu. Sasa sikiliza bwana. Mimi nilikuja tu kukujulia hali kwa sababu nimeona kimya hauonekani. Ninataka kujua ni kitu gani kinakusibu. Naomba unisamehe, maana ulishanipa mipaka kutokuingilia maisha yako. Nikutakie mchana mwema. Naona unatoka, ila ninachotamani kujua unaenda ulipotoka jana au leo una safari mpya? Hii ni asubuhi, naomba usiniharibie siku kabisa. Unaona nimebeba kipochi hiki, naenda kutembeza biashara zangu, kwa hiyo sitaki ngonjea. Unajua Sheila, kimya kingi kina mshindo mkubwa sana, na usichokijua pia, ukweli huwa una tabia ya kuchelewa, ila lazima ufike. Naona umeanza sasa. Yaani umekosa kazi ya kufanya, ni umesimama hapo ili nisubirie mimi hapa uanze kunipa hadithi ngonjera na nahau zako, si ndio? Sasa unataka niamini alichoniambia Kakoso? Nini? Yaani kwa mara nyingine tena unanitajia masuala ya Kakoso hapa nyumbani, si ndio maana yake? Hivi wewe unanijua vizuri lakini au unanisikia sikia? Au kwa kuwa tu unaniona na kunisikia sikia kwa wapumbavu wenzio huko mtaani ndio unataka unifananishe kama hao? Nisikilize.
kama siku nyingine utamtaja Kakoso mbele ya masikio yangu na macho yangu, nitakacho kufanya tusije tukalaumiana. Hivi haya maisha ya mimi kulaumiana ni unayataka wewe? Haya maisha tunayoishi hapa yana tofauti gani na maneno niliyopata kwa Kakoso? Hebu naomba nisikilize. Wewe nenda kwenye safari zako. Lakini kama nilivyozungumza hapo awali, ukweli huwa unachelewa, ila lazima udhihirike. Wewe nenda safari zako, wala usijali. Karibu ndugu yangu. Sema sijakuzoea kuja kwangu ukiwa katika hali hii. Haya, kuna shida gani huko? Sharafa, hivi ni kitu gani ambacho cha muhimu zaidi ambacho mwanadamu anapaswa kuanza kukimiliki kati ya pesa au ndoa? Hapo mimi nafikiri bila kupepesa macho ni pesa. Kwa sababu kwenye maisha tunayoishi sasa hivi, kama ukishaimiliki pesa, basi unao uwezo wa kumiliki hata mwanamke ambaye wewe unamhitaji. Ila ukaanza kumiliki mwanamke kuitafuta pesa, utasaga meno. Kwa hiyo sasa unamaanisha kwamba kama mimi ni mwanaume halafu nina mwanamke mwenye pesa, zile pesa pindi sasa mimi nitakapomuoa, zile pesa zinakuwa za kwake, za kwangu au za kwetu? Pesa hizo zinawezaje kuwa zenu? Hali ya kuwa wewe umeolewa ukamkuta mwanamke akiwa tayari ana pesa zake. Ngoja kwanza, rekebisha Kiswahili. Sijamaanisha kwamba nimeolewa. Nimesema hivi, kama nimeoa mwanamke ambaye ana pesa nyingi, mimi sina, zile pesa zinakuwa za kwetu, za kwake au za kwangu? Kwa sababu mimi ni mwanaume, ndio niko juu ya mwanamke, mwanamke yuko chini. Hilo likoje? Mimi nafikiri ndugu yangu, acha kupindisha maneno. Neno sahihi linalotakiwa kutumika hapo ni umeolewa. Kwa sababu nina uhakika mpaka ukamfuata huyo mwanamke ni kwa sababu umemuona ana pesa. Sasa huyo Kiswahili chake ni amekuoa. Sasa jibu la swali lako, hizo pesa ni za mwanamke. Kwa sababu kwenye maisha haya hakujawahi kuwa na pesa zinazomilikiwa na watu wawili. Pesa huwa zinamilikiwa na mtu mmoja tu. Na ukitaka kulithibitisha hilo, mkorofisha huyo mwanamke aliyokuoa akufukuze, uone kama utaondoka na 50 kipande. Sawa. Nafikiri kuna pahala ambapo unatakiwa uelewe vizuri, sawa eh? Mwanaume ndio kila kitu hapa duniani. Yaani ndio kichwa, ndio nguzo. Sasa mimi kuna mwanamke ambaye nampenda sana. Sana. Ni mzuri na ana pesa nyingi sana. Sasa yule mwanamke nawaza kuishi naye kama mke na mume. Lakini kuna mambo madogo madogo tu yanakuwa yanajitokeza. Sasa najiuliza sababu ni pesa au sababu ni kwa kuwa bado hatujafunga ndoa ile rasmi. Ndio maana nikaja kukuuliza haya maswali ili unipatie ushauri wenye akili timamu. Sio kwamba nimeolewa, hapana. Ila tu ni namna gani naweza nikaishi naye vizuri na zile pesa zake. Kinachonisikitisha ndugu yangu Jaisalu ni kugundua kwamba na wewe umeingia kwenye hili grupu la wanaume wa hovyo hapa mjini. Hivi wewe umekosa nini mpaka ufikirie kwenda kuolewa na mwanamke mwenye pesa? Wewe ni kilema? Yaani wewe huwezi kutafuta pesa zako wewe mwenyewe? Nisikilize. Hicho unachotaka kukifanya, huo ni umama. Yaani ni umama kabisa, nataka nikwambie wazi wazi wala sitaki kuficha. Huo ni umama. Tafuta pesa zako mwenyewe. Acha kufikiria kwenda kuolewa kama wanaume wengine wanavoolewa hapa mjini. Mimi nimeolewa. Hicho unachotaka kukifanya ni kuolewa. Sasa kuna tofauti gani kati ya kuolewa hapa? Kwa sababu na uhakika huyo mwanamke unataka kumuoa wewe mwenye pesa zake, hautamchukua na ukamleta kwako. Badala yake atakuchukua wewe na atakupeleka kwake. Hapa umeolewa ndugu yangu. Hebu acheni umama huu, tafuteni pesa. Nyie bado ni vijana. Sasa si unaona? Na hivyo ndio ilivyo watu wajinga, wakiambiwa ukweli wanakasirika.
Sasa mimi siwezi kukunyamazia mbwa wewe. Ukija hapa lazima nikuchane. Hala? Wenda wazimu nini wewe? Umesahau nini kaka? Tena nimekosea kukuita kaka. Umesahau nini jirani? Maana ulisema undugu umekufa. Nashangaa umepata nini? Ikiwa mimi na wewe hatuna biashara, hatuna chochote kile cha kudiscuss. Unajua wewe ndio ndugu yangu wa pekee uliyebaki hapa duniani. Na hakuna mtu mwingine yoyote ambaye anaweza akashiriki matatizo yangu zaidi yako. Mimi kwa sasa napitia wakati mgumu sana kwenye maisha yangu. Sina furaha, sina amani, sina hata tumaini. Mtu pekee aliyesalia ni wewe. Kiukweli, mimi kwa sasa nahitaji sana mtoto. Yule mwanamke mwenyewe niliyekwambia kwamba nimeoa ameshindwa kunizalia. Yaani hata dalili za mimba hana. Kibaya zaidi, mimi kumweleza kwamba nahitaji mtoto imefikia hatua mpaka tumevurugana, na hadi pale nyumbani kwake pale nilipokuwa naishi naye, yani imekuwa ni matatizo. Yani nimetoka, nimeona nitoke. Kweli ukistaajabu ya Musa utaona ya Firauni. Kakaangu, haya unayopitia ni haki kabisa uyapitie. Unavuna mazao ambayo umeyapanda wewe mwenyewe. Yaani una haki kabisa kuyapata unayopitia. Niliongea kakaangu kwa upendo, kwa huruma. Jinsi gani nakupenda kakaangu, na nikaa mstari wa mbele kukushauri. Mwisho wa siku kanuna mimi nakuonea wivu, sikupendi, nachukia maendeleo yako, nachukia mafanikio yako. Nikakwambia kakaangu, sisi wanawake tunajijua. Hatunaga msaada endelevu. Msaada wetu ni wa muda mfupi na ni wa masimango, ni wa manyanyaso. Lakini unaona mimi mbaya na ukasema uko tayari ndugu ufe. Kisa tu mapenzi. Nasema haya sio kwamba nakunyanyasa au nakusimanga, hapana. Ni kitu ambacho nilikiona na nilijua. Haya, kiko wapi sasa kakaangu? Kiko wapi? Kilichobakia hapa cha kushauri cha mwisho, mtafute binti wa watu. Umuombe msamaha, mwanze maisha yenu. Huo ndio ushauri wangu wa kipekee. Vinginevyo, mimi na wewe tusijuane kama ulivyoamua wewe mwenyewe. Mwasi dada yangu tafadhali. Hizo habari za tusijuane, sijui tusifahamiane, hizo achana nazo. Kwa sababu hayo ni mambo ambayo yameshapita. Hayana nafasi tena kwa wakati huu. Lakini pia hilo swala kumtafuta yule binti ndio ambalo linaniumiza zaidi. Yaani najiuliza Menita nitampata wapi? Sio wewe tu. Hata Kakoso amenishauri vivyo hivyo. Na nilikuwa nimeshasahau kabisa swala la ujauzito wake. Lakini Kakoso ndo akanikumbusha, wewe unateseka kuhitaji mtoto wakati mtoto unaye. Na mimi nakumbuka kweli Menita ana mtoto wangu. Nampataje dada yangu? Naanzia wapi? Kaskazini, kusini? Kwa hiyo nilikuwa naomba unisaidie basi, nifanyeje ili tuweze kumpata? Mimi kiwewe cha kukusaidia kwa sasa sina. Pambana mwenyewe. Ukiona umeshindwa utanitafuta. Na hapa nilipo natoka. Naenda hapo kwenye vikoba. Kama unasikia njaa nikuachie funguo, kuna ugali wa jana hapo kwenye friji sijapika. Utaupasha kiporo utakula. Au la una pesa tutaonana wakati mwingine. Niko busy. Sawa, kuhusu ugali uliolala dada, hayo maisha hapana, yani ugali uliolala tena, lakini hauna hata 2000 hapo basi. Yaani pesa hauna, alafu unachagua chakula. Ushasema unasikia njaa, kuna ugali wa jana kapashe ule, utaki utajua mwenyewe. Siwezi kukupa hela kaka, lazima ujifunze kwa kile ambacho umekipanda. Huo ndo msimamo wangu, nikupe funguo, nenda ndani. Utaki, tutaonana wakati mwingine.
Maisha ni safari ndefu sana. Laiti kama ningelijua kesho yangu itakuwa mbovu kiasi hiki, ningelijua kwamba yote ninayoyafanya najiandalia upweke wa kutesa namna hii, nisingeweza kumtesa Menita kiasi kile. Leo nimebaki kama mkiwa. Kakoso anasema nimtafute Menita. Naanzia wapi? Mungu, najua nimekutenda makosa sana, lakini naamini nastahili kusamehewa. Naomba unisamehe. Sina budi kuungana na Kakoso ili niweze kuirejesha furaha yangu katika maisha yangu. Najua pigo hili nalopitia ni mafunzo na matokeo ya yale niliyofanya awali. Sina budi kuyapokea na kupambana namna ya kuyaepuka sasa. Menita. Ni mwanamke ambaye alinipenda kwa dhati, lakini nilimtenda kwa dhati vile vile. Sina budi, lazima nimtafute. Haiwezekani. Yaani kama ni kuchoka, nimechoka na siwezi kuendelea na hii safari. Yaani siwezi hata iweje. Sasa Jisalu, kama wewe mtu ambaye una shida, umechoka, vipi kuhusu mimi ambaye nayekusaidia? Niseme vipi? Hivi Kakoso, hata wewe ujifikirie, hebu angalia. Tumezunguka mitaa yote, kona zote huko tumepita. Watu wangapi tumeuliza huko? Hakuna cha mtu wala dalili za mtu. Hii maana yake nini sasa? Yaani kama siwezi kufanikiwa hadi nionane na huyo mwanamke, bora basi maisha yangu yawe hivi hivi. Sasa hapo unakosea. Mimi sijamaanisha kwamba huwezi kufanikiwa bila yeye. Ila hebu jikaze basi, walau tupite mitaa miwili mitatu. Kama tutamkosa basi turudi. Hii ni mara ya mwisho. Yaani tusipomuona mimi ndo basi mpaka nyumbani. Hii ni ya mwisho kabisa. Hii maana yake nini? Kwa nini mnakuwa mtumia akili? Namna gani hii ambayo unaishi na mwanamke? Yaani unashindwa kumfundisha mkeo kwamba anatakiwa awe na maadili, awe na akili. Kabla kufanya jambo lazima afikirie. Alishindwa kukagua njia hii kama watu tunapita. Huu ni ujinga gani? Samani, najua amekukosea. Samani, tunaweza vikazungumzika tu vitu. Ni bahati mbaya. Tuongee nini upuuzi unazungumza tuongee? Tuongee vitu gani alafu una Kama ningejua thamani yako mapema, nisingecheza na hisia zako mpenzi. Sasa muda umeyoyoma, umebaki uchungu tu. Kama ningejua thamani ya upendo wako, nisingeugeuza kuwa hadithi ya maumivu makali. Lakini muda ugeuki nyuma kamwe duniani, na sasa naishi na hukumu niliyojitengenezea mwenyewe. Kifungo hiki si cha chuma wala minyororo ya chuma, ni dhamira inayoniuma.
kila ninapopumua hewa. Nilichokupanda ndicho ninachovuna leo. Hii mpenzi, moyo wangu umekuwa gereza, sina pa kukimbilia tena. Ni gereza la moyo, nimejifungia mwenyewe. Nilitupa ufunguo ulipoondoka na amani. Sauti ya machozi yako inanita usiku kucha. Nalipa deni la maumivu niliyosababisha mimi. Oh,